Oi, 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 oi. Ni wakati mwingine tena wa Mwenyezi Mungu kanijalia pumzi, uhai na mimi kuwa salama katika sauti hii mnavyoisikia kwenye channel zenu hizo hapo mnazosikia. Lakini labda upo kwenye ofisi yako au upo kazini kwako au upo darasani unafundisha au ni mwanafunzi unasoma mwanachuo au upo sehemu yoyote ulipo wewe, maana siku hizi dunia imekuwa kama kijiji kupitia simu janja. Sasa kupitia simu yako hapo, kitu cha kwanza usisahau kusubscribe, kulike na comment YouTube channel yako unayoitazama kwa muda huo. Ni sauti hile ya mwamba Fabrigo ambaye inawaletea habari zile ambazo zinakuwa zinawakosha katika mioyo yenu. Leo na kuja katika upande wa michezo wa tetesi za usajili ambazo zinaongeleka sana katika kila habari au katika kila vyombo vya habari au katika social network au social media mitandaoni kote, na unapita unakutana na habari hii ambayo nataka kwenda kutoa. Asante sana. Nina mchezaji mmoja ambaye anaitwa Peter Shalulile ni mchezaji ambaye alitamkwa sana, kuongeleka sana kwamba amemaliza au anakaribia kumaliza mkataba katika timu yake ambaye alikuwa anaichezea au anaitumikia, timu ya South Africa au Afrika Kusini, timu ambaye ni mabingwa mabingwa mwaka huu wa klabu bingwa Afrika ambaye anaitwa Mamelodi Sundowns. Waliachana na Peter Shalulile baada ya kuonekana kwamba wameshamtosha katika kumtumia kwao kule ambako walimtumia. Peter Shalulile ni mchezaji ambaye ni mfungaji bora wa muda wote katika klabu ya Mamelodi Sundowns, akiwa na magoli kadhaa ambaye aliwazidi sana wachezaji wenzake waliowahi kucheza Mamelodi Sundowns. Peter Shalulile ametamkwa sana na kutajwa kwamba baada ya kuachana na Mamelodi Sundowns anakuja Simba Football Club. Leo nathibitisha kitu kimoja ambacho nimekipata kutoka kwenye vyanzo vyetu vya habari, ambavyo hivyo vyanzo vimekuwa vya ukweli kabisa, nasi tukinusanusa na kupata ukweli baada ya watu wote kuwa wanaongea, lakini sisi hatutoi tetesi, tunatoa kile tulichokipata ndani ya vyanzo vyetu vya habari kutoka kwenye hiyo klabu ya Simba Football Club. Habari hiyo ni kuhusiana na Peter Shalulile kuja Simba na kuwa atakuwa anachukua mshahara mkubwa zaidi kuliko wachezaji wote pale Simba Football Club. Kwa nini imekuwa hivyo? Ni kwa sababu ya price, yani tunasema ile wanasemaga nini Yes, wanasema ile plus price, yani kama utakuwa unajua kwamba mchezaji au mtu yoyote, kama labda mimi Fabrigo ni mwalimu wa ICT na kuwa na kitu changu kwenye gharama yangu mimi inaweza kunipata kwa gharama kubwa, yani kwamba gharama kubwa kwa sababu mimi inakuwa nanunulika kwa gharama kubwa, tunaweza kusema nimepanda bei. Kwa huyu Peter Shalulile kule alikotoka alikuwa anachukua mshahara mzuri, kwa hawezi kushuka thamani yake. Labda neno zuri nilitumia kwamba thamani yake ni kubwa ya Peter Shalulile. Ili uweze kumsainisha lazima anazingatia mshahara, atachukua dola ngapi. Dola hizo ambazo amewatajia Simba Football Club na Simba wapo tayari kumpa ni sawasawa na shilingi ya Tanzania milioni 65. Peter Shalulile anataja kwamba ni mchezaji gharama sana au mchezaji wa thamani sana, mwenye thamani sana kwenye ligi ya Bongo, ambapo kama atasainishwa Simba Football Club na tayari yupo katika njia ya kusainishwa, ina maana tayari atakuwa anachukua mshahara mkubwa kuliko wachezaji wote katika nchi yetu ya Tanzania. Faisal Salum Toto pale Azam anachukua hela nzuri milioni 50 kwa mwezi, lakini Peter Shalulile atakuja kuchukua milioni 65. Na hii tayari wana Simba au viongozi wa Simba wameamua kufanya hivyo kwa sababu Simba katiba yao sasa hivi inaruhusu kuwa na wadhamini zaidi ya watatu, ambapo watakuwa na nguvu ya kuweza kuwaleta wachezaji na mmoja kila mtu akamlipa mchezaji mwingine. Ni kwa sababu gani? Timu kubwa yoyote duniani inakuwa na wadhamini wengi, hawezi kuwa na mdhamini mmoja, maana matakwa ya timu ni makubwa sana. Mchezaji bosi mmoja hawezi kuikumbatia timu moja. Kwa hiyo basi Peter Shalulile ametajwa kuwa ni mchezaji ambaye atakuja kuwa wa thamani sana au gharama kubwa
katika ligi yetu ya Tanzania pale ambapo anachukua mshahara wa milioni 65 mwisho wa mwezi. Tumeenda mbali zaidi baada ya kuenda kwa viongozi wa Simba wale ambao ni wanahusika na usajili wa wachezaji hawa, ambaye wachezaji wa Simba au viongozi wa Simba wanaohusika sana sana, mmoja wao ni huyu Magoli ndiye anayehusika sana na usajili, na inaonekana kwamba usajili uliopita wa dirisha dogo la Simba, yeye aliyosajili wachezaji wote wale ambao walifanya Simba mpaka sasa hivi kuchukua makombe haya mawili ya Muungano pamoja na CRDB na kuifanya Simba washindwe kufungwa na Yanga, maana Yanga ilikuwa inawapiga Simba kama vile mtoto mdogo ambaye anakuwa anaenda hajaoga afu unampiga ili aweze kuoga, lakini sasa wameshindwa Yanga kumpiga Simba Football Club. Kwa hiyo basi mwaka huu Simba tunaweza kusema walikuwa ni vizuri kwa kuweza kuzuia kipigo cha Yanga, na wenyewe ndio waliompiga Yanga mwaka huu katika ukitoa ile tunasema ngao ya jamii. Na ngao ya jamii ya Simba na Yanga inaenda kuchezwa hivi karibuni mwezi wa 8, ambapo Simba na Yanga tutawashuhudia tena kwenye mwanzo wa ligi, maana Simba ni bingwa wa FA na Yanga ni bingwa wa ligi kuu. Lazima wakutane hao wawili ili mambo yao yaende vizuri. Tunashukuru Mungu kwa sababu sisi tayari Mungu ametupa uwezo wa kuripoti hizi habari ambazo sasa Peter Shalolile anakuwa katika dabi ya kwanza ya Yanga na Simba anaweza kawepo na tukamuona kwamba atacheza labda namba 9 kama vile ilivyozoeleka kwamba Simba hawana namba 9 yule ambaye ni namba 9 mwenyewe ambayo wanatumia force namba 9 ni 9 wa kulazimisha ambaye anaitwa Elie Mpanzu Kibisawala, ambapo kocha Steve Becker anahitaji kupata namba 9 kweli ambaye amezoeleka kama vile walivyokuwepo kina Boko zamani, kina Medi Kagere na kina Machupa, Emmanuel Gabriel Matiusa na wachezaji wengine waliopita Simba, na watu wakawa nafurahia kazi zao kama vile Mgosi alivyokuwepo, anaitwa Musa Hassan Mgosi. Hao ni wachezaji ambao tumewataja hapo ni wa Tanzania, lakini walikuwa na kiwasha kweli, walikuwa na uwezo kweli wa kufanya mambo kweli. Hii habari imekuwa ni habari ya kufurahisha sana, ambapo mimi utanielewa pale ninaposema Simba wameamua mwaka huu ili mambo yao yaende. Peter Shalolile anakuja kuwa mkombozi wa Simba katika kufunga magoli yale ambao yanakoswa. Kwa hiyo basi habari hii imekuwa ni habari ya moto kama Simba Football Club. Sisi tumeamua kuwaletea habari hii za Simba. Sisi ni YouTube channel ambaye ni lazima tukuletee kwa sababu wewe ni mdau wetu katika channel hizi zetu. Asante sana. Endelea kusubscribe YouTube channel zetu, nawe utakuwa ni mtu mwema sana kupata vitu kama hivi pamoja na kupata mambo yetu ya ICT. Tunafundisha masuala ya ICT, teknolojia, habari na mawasiliano, yani kwamba utasoma masomo kama vile ya network installation system, yani cyber security, digital marketing, ambazo zote zipo kwenye network hizo. Unaweza kupata vitu fulani kama vile website design, how to design website and how to teach you to design website, and then unaweza kupata vitu vinavyoitwa computer maintenance. You know that everyone you want to know you want to know how to troubleshooting computer. You can troubleshoot computer through computer maintenance or computer knowledge. You must be computer hardware and software, and how can troubleshoot and how can solving the problem about computer. So tunafanya vyote hivyo katika Fabidigo ICT Solution, ambayo ni ofisi ambayo ipo hapa kwenye jiji la Dar es Salaam, Bugurunsheli. Ukifika Bugurunsheli utatupigia kwenye namba hizo zinazopita hapo kwenye screen. Lakini pia tunafundisha masuala kwa video production, tunafundisha kuedit video au kuzalisha video, lakini pia tunaweza kukutengenezea, lakini pia tunaweza kufanya masuala ya basic computer application, kukufundisha masuala yale basic, yani kwa mfano Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Publisher,
na users of email and internet, Microsoft Access. Tunaweza kufundisha jinsi ya database system inavyotengenezwa, lakini pia vitu vingi vya ICT kama vile tumesema Fabidigo ICT Solution. Ina maana masuala yote ya ICT ya leo na ya zamani yote tunafanya. Tuna wataalamu waliobobea ambao wanaweza kukusaidia katika kazi zako. Asante sana, mimi ni Fabidigo. Naweza kusema usisahau kusubscribe, kulike na comment YouTube channel yetu.